Biblia ikasema katika ile Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13 kwamba heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika mara baada ya taabu yao, maana matendo yao yafuatana nao. Taabu ni ipi? Lakini pia katika Bwana ni wapi? Lakini Kristo akasema kwa kuwa Kristo amefufuka, limbuko lao waliolala, limbuko lao waliolala. Lakini yeye Kristo anawamiliki wote walio hai na waliokufa. Lakini pia niseme point moja au neno moja, sentensi moja kwamba Kristo au mtu mimi au wewe akifa, kuna aliyekufa, mtu anakufa, lakini kuna mtu aliyelala. Biblia inasema waliolala katika Kristo, lakini sisi tunasema mtu amekufa. Je, nini kufa na kulala ni nini? Naam, shalom watu wa Mungu, niwasalimu kwa jina la Yesu. Tena leo nipende kuzungumza na nyie kidogo kwa habari ya watu waliokufa na watu waliolala ni wa aina gani? Maana Biblia inasema kwamba waliolala katika Kristo, waliokufa katika Bwana. Tunaona hapa katika Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 13 anasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari za hao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kuwa kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Na maana Kristo amefufuka. Tunaamini sisi wenye imani ambao tunaamini katika Yesu kwamba Kristo alikufa akafufuka, akafufuka. Kwa hiyo na sisi hatuna budi kuwa na imani na kuwa na hakika kwamba na sisi tutafufuliwa kama Kristo alipofufuka. Kumbe waliolala katika Kristo, wale watu ambao walikuwa wanaishi maisha ya utauwa, maisha ya wema, maisha ya fadhili, maisha ya uaminifu, maisha ya huruma, maisha ya upendo, maisha ya utu na ubinadamu, hao ndio waliokufa katika Kristo, ambao Kristo atawafufua. Nao ndio waliolala katika Bwana au katika Kristo. Tunaona hapa katika Wakorintho wa kwanza 15 ule mstari wa 20. Biblia inasema au maandiko yanasema, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa hiyo Paulo hapa anaandika kitu kimoja, anasema kwamba kama Kristo hakufufuka, basi imani yetu ni bure. Kristo alifufuka ili na sisi awe mtangulizi wetu, limbuko, mtu wa kwanza kufufuka, na sisi tujue kwamba